Israel imeipiga Iran kwa mara nyingine tena. Kwa miongo kadhaa, Israeli imekuwa ikigombana na Iran mara kwa mara, jambo ambalo mara nyingi hupelekea vitendo vya kijeshi. Israeli ndogo ina ujasiri wa kupambana na Iran na Waarabu wanaoizunguka kwa sababu moja tu: Marekani inaunga mkono taifa la Kiyahudi kwa kila njia. Kabla ya uchaguzi, Donald Trump alirudia mara nyingi kwamba yeye ni dhidi ya vita. Mimi ni dhidi ya vita, ni jambo la kutisha, alisema Donald Trump. Lakini sasa Trump mwenyewe anatoa masharti kwa Iran na kutishia mashambulizi ya kijeshi, akipendekeza kufanyika kwa makubaliano fulani. Utasema kwamba sababu ni wazi: ni mpango wa nyuklia wa Iran ambao unalenga kutengeneza bomu la atomiki kwa juhudi kubwa. Trump anajaribu kuwashawishi Wairani waache kutengeneza silaha za nyuklia ili kuondoa tishio linaloweza kutokea. Vipi kama Wairani wanaojitegemea wataanza kushambulia Amerika au Israeli kwa makombora yao ya nyuklia? Inatisha kweli, lakini hii ni uongo na maigizo kwa ajili ya umma. Iran haina silaha za nyuklia. Bomu la atomiki la Iran ni hadithi tu, ni simulizi iliyobuniwa. Hata kama Iran itatengeneza silaha za nyuklia, haitaweza kukusanya mabomu ya kutosha kutishia Marekani kwa uzito. Haitakuwa na uwezo huo kabisa. Iran haina tishio lolote la kijeshi kwa Marekani sasa hivi wala siku za usoni. Sasa mambo hayaeleweki. Kama Iran haina silaha za nyuklia, kwa nini Marekani inajali? Kwa nini Trump anatishia kuishambulia Iran? Jambo ni kwamba leo hii mataifa, au kwa maneno mengine, maeneo ya uchumi wa dunia, yanapambana kuendelea kuishi wakati wa mdororo. Katika mgogoro gani? Je, huoni mgogoro huo? Binadamu wameishi miaka 10 kwenye mdororo wa upungufu wa nishati. Ndiyo maana kuna jitihada za kupata nishati inayokosekana kwa njia zisizo na ufanisi na zisizo thabiti, kama vile paneli za jua na mitambo ya upepo. Pia katika uchumi wa dunia kuna mdororo wa uzalishaji kupita kiasi, na wakati huo huo mdororo wa kujaa kwa maburudani ya kifedha. Dola ya Marekani ni sarafu ya kimataifa na maburudani ya dola yamefikia ukubwa usiofikiriwa. China inajikita katika uzalishaji na inaongeza ushawishi wake duniani. China inazidi kuwa na uzito mkubwa, jambo ambalo linatishia uongozi wa Marekani. Kama unavyoona, Marekani ina sababu nyingi za kuwa na wasiwasi. Simama, 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 unasema. Yote haya hapo juu ni matatizo ya Marekani. Iran ina uhusiano gani nayo? Naam, ina uhusiano gani nayo? Iran inachimba kutoka ardhini 4 hadi 5 ya mafuta yote yanayozalishwa duniani. Iran daima iko kwenye orodha ya nchi 10 bora kwa uzalishaji wa mafuta. Iran inachimba kutoka ardhini 6 hadi 7 ya gesi yote inayozalishwa duniani. Iran iko miongoni mwa nchi 3 bora duniani kwa uzalishaji wa gesi. Iran ni moja ya vyanzo vya nishati kwa Ulaya na Uchina. Na nishati ni msingi wa maisha na uzalishaji. Mafuta ndiyo mafuta ya usafiri. Hakuna mashine za umeme zitakazoweza kuchukua nafasi ya mafuta kamwe. Ukipungua kwa mtiririko wa hidrokarboni, michakato yote inapungua, uzalishaji unapungua na mzunguko wa uchumi unashuka. Hicho ndicho Trump anachohitaji. Marekani inataka kupunguza mtiririko wa mafuta na gesi kutoka Iran kwenda Ulaya na China. Trump anapiga Ulaya na China ambapo inauma zaidi. Hii ni utegemezi wao kwa mtiririko wa kudumu wa mafuta na gesi. Njia rahisi zaidi ni kuzima usambazaji wa rasilimali za nishati. Uchumi na uzalishaji wa Ulaya na China utapungua na sehemu yake kuhamia Marekani. Ili kuwa na nguvu, si lazima uongeze nguvu zako mwenyewe. Njia nyingine ya mkakati ni kudhoofisha wapinzani wako. Hii ndiyo hasa Trump anachofanya, akitumia mikono ya Israeli mtiifu kushambulia Iran.
Na Donald Trump hasemi uongo. Kwa kweli anaokoa Marekani. Mashindano ya kuendelea kuishi katika mgogoro wa dunia. Trump anadanganya tu kuhusu silaha hatari za nyuklia za Iran. Lakini viongozi wa Marekani wanalazimika kubuni hadithi ili kuhalalisha kuingilia kwao mambo ya wengine. Fikiria kama rais wa Marekani angesema kwamba ili kudumisha kiwango cha matumizi nchini Marekani ni lazima kudhoofisha washindani, yaani Ulaya na China, na kwa ajili hiyo ni muhimu kupunguza mtiririko wa mafuta na gesi kutoka Iran kwenda huko. Ndiyo maana Israeli inashambulia Iran kwa utii na Marekani inatishia mashambulizi mapya. Na hapo itaonekana kwamba Wamarekani wabaya wanawadhuru wengine kwa ajili ya ustawi wao wenyewe. Hii inaonekana sio nzuri, sio sahihi, na si raia wote wa Marekani watakubali mkakati kama huo. Lakini kila mtu anataka kuwa mzuri na anaamini kwamba wao ni wazuri na wanaishi katika nchi nzuri yenye mawazo sahihi. Ndiyo maana hadithi kuhusu tishio la nyuklia kutoka Iran ilianzishwa. Wamarekani hawatasita kudhoofisha au hata kuangamiza nchi yoyote. Hii ni vita ya kuendelea kuishi wakati wa mgogoro. Hapa hakuna urafiki wala huruma. Anayebaki ni yule mwenye nguvu zaidi. Sasa mnajua sababu halisi kwa nini Marekani inamshinikiza Iran na kuitishia. Na washauri raia wa nchi zinazouza mafuta, gesi na makaa ya mawe kwenda Ulaya na China wafikirie kwa umakini kuhusu maisha yao ya baadaye. Salamu Msitu, Urusi.